Kuna kupata mafanikio alafu kuna kuwa mtu aliyefanikiwa. Interest ya Mungu ni kukufanya wewe uwe mtu aliyefanikiwa, sio kukupa mafanikio. Mafanikio ni matokeo. Mtu aliyefanikiwa anaweza kawa hana kitu sasa, lakini mbingu zikimwangalia, nyinyi mkimwangalia mnaweza mkaona huyu mtu hana kitu, lakini mbingu zikimwangalia inajua hili ni swala la muda. Huyu mtu kitu ambacho watu wanakimbizana up and down kitaingia tu mikononi mwake. Why? Amejengewa capacity tayari. Ana uwezo wa kupata na kuzidi hivyo ambavyo watu wanakimbizana navyo. Watu wa Mungu, focus na kujenga uwezo. Focus na kujenga capacity. Develop capacity. Unaweza kawa mtu mkuu kabla, yani unaweza kawa mtu mkuu ndani kabla ya kuwa mtu mkuu kwa nje. Na watu wakuu ambao wameshafanikiwa kwa nje, wakikuona wanaweza kujua huyu ni mkubwa mwenzetu, hata kama sasa hivi hana vitu ambavyo hanavyo. Kuna namna ambavyo unaweza kumwangalia mtu leo hana kitu chochote, lakini ukaangalia namna anavyofanya mambo yake, namna anavyofikiri. Wewe mwenyewe tu nikuulize, hivyo vitu anavyovifanya ndivyo vilikutengeneza vikakufanya ukawe mtu mkubwa. Unavyomuona mwingine anafanya, unaweza ukaguarantee kusema huyu mtu anaweza akawa hayupo nilipo leo, lakini anakuja nilipo. Great men wana notice greatness ya watu ambao bado ni wadogo. So watu wakuu wakimuona mtu mkuu, hata kama ukuu umefichika ndani ya unyonge na udogo, wanaweza wakanotice kwamba huyu ni mtu mkuu na wakamheshimu kama mtu mkuu. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 12 mpaka wa 15. Sema kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye ila amemwacha. Okay. Mstari wa 14 unasema, naye Daudi alitenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Mstari wa 15 nataka uone kitu pale. Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimuogopa. Nao Sauli ni mfalme, Daudi ni kijana ambaye hana chochote. Sauli ana majeshi. Sauli ndio mwenye sauti ya mwisho kwenye taifa la Israeli. Akisema huyu aishi ataishi, akisema huyu afi atakufa. Lakini maandiko yanasema ilifika wakati Sauli mwenye kila kitu, mwenye nguvu, akamwogopa Daudi ambaye hana kitu chochote. Kwa nini Sauli amogope Daudi? Maandiko yanasema habari ya kwanza kuhusu Daudi kwanza Bwana alikuwa pamoja naye. Lakini kilichomwogofya Sauli sio Bwana kuwa pamoja naye. Kilichomwogofya Sauli ni anasema Sauli akamwogopa Daudi kwa sababu Daudi alitenda kwa busara katika mambo yake yote. Manake kilichomwogofya Sauli alipomwangalia Daudi ni mwenendo, haina ya maisha ambayo Daudi alikuwa anayaishi. Sauli akasema hivi, huyu dogo kwa namna hii anavyojibeba, anavyofanya mambo yake, muda sio mrefu huyu dogo anaweza akachukua nafasi yangu. Why? Njia za ukuu hazijifichi, zinaonekana, na mtu akizipita hazimbagui, hazimpi huyu matokeo na kumkata huyu. Kila anayeziona na akazipita kuna guarantee ya kupata matokeo. So when great man notes you walking kwenye hizo njia, wanajua you are destined to become great.